na yule ambaye hata hukumu kwa kile ambacho Allah amekiteremsha, hao watakuwa ni miongoni mwa waliojivua na waliojitoa katika haki. Zimekuja aya 3 kwa namna hiyo. Aya ya kwanza imekuja waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun. Adh-dhalim, ma ma'na adh-dhalim? i'tada al-haq, aliye ipetukia haki. Kadhalika alladhi yadha'u al-amra fi ghairi mawdi'ihi lianna adh-dhulma ضد الحكمة. dhulma ni kinyume cha hikma. Hikma ni wad'u ash-shay'i fi mawdi'ihi, wadh-dhulma wad'u ash-shay'i fi ghairi mawdi'ihi. Mathalan al-ibada sehemu yake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa al-ibada 'an Allah subhanahu wa ta'ala ila ghairi Allah jalla wa 'ala fahadha adh-dhalim. ولذا وصف الله سبحانه وتعالى بأن الظلم أو الشرك لظلم عظيم، لأن المشركون يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، والعبادة حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا الظالم. وما معنى الكافر؟ الذي يجحد الحق. الكافر هو الذي يجحد الإسلام أو الحق، بمعنى الإسلام والإيمان، أن يبينغ موجة وموجة، فهذا الكافر. والفاسق الخارج عن الطاعة طاعة الله. نيني حكمة يسمها يا الله سبحانه وتعالى وألفاظ متفرقة أو متنوعة، كما kwamba sio kila ambaye anaacha kuhukumu kwa kutumia kitabu cha Allah atakuwa ni kafiri. Kuna mwingine atakuwa martaba ya dhulma, martaba ya kufru, martaba ya fisk. Umeelewa? Sasa hawa khawarij wao wanawabeba wale wote wasio hukumu kwa kutumia kitabu cha Allah kama ni makafiri. Hili la kwanza. Lakini la pili, kila anayewaridhia wale waliohukumu kwa kitabu kisichokuwa cha Allah au kwa hukumu isiyo kwa hukumu ya Allah, na wao pia wakawatia katika ukafiri. Kwa hiyo wewe leo hii ukisema mimi nimeiridhia serikali iliyokuwepo, kwa wao wewe ni kafiri na damu yako ni halali kwao. Na nielewa hiyo ndio itikadi ya al-Khawarij, na itikadi hii ikaja ikachochewa moto zaidi katika mwamba huu au ukanda huu wa Afrika Mashariki na yule bwana Allah mrehemu Abu Durogo. Sawa, yeye akaja akatia utambi zaidi wa moto katika itikadi hii ya kikhawarij, na vijana wengi sana wakapatikana katika mtego huu na wakaondoka kwenye miji yao wakaenda katika miji ambayo ina fitina hizo. Kipindi kile ilikithiri zaidi, na mpaka leo athari yake ipo, na kuna baadhi ya vijana hujifungia ndani wakawa wana tabia hiyo. Mara moja tulikwenda Makunduchi kufanya ziara ya kidawa na kufungua kituo kule cha Makunduchi kule. Kituo cha kwanza cha kisalafi kilikuwa hicho mwaka, kama sijakosea mwaka huu ambao au mwaka jana. Tulipofika kule, yule ambaye ameweka kusimamia da'wa pale ni mzee fulani hivi alisoma Tanga, alikuwa ni Ansari, lakini da'wa ilipokuja akaikubali da'wa. Sasa anasomesha pale, kuwasomesha vijana. Mzee mtu mzima kidogo. Anatupa kesi hiyo siku tunayokwenda. Sasa miongoni mwa sababu za kwenda huko ni hiyo, mtoto wake aliyemzaa ni katika vijana 7 ambao walikuwa kujifungia ndani wakisikiliza audio za yule bwana. Vijana 7. Kati ya hao tayari wengine wameshaelekea huko.
kijana wake hajaenda, lakini yeye na babake hawasemeshani hasa. Kijana anakaa mjini, babake anakaa kule shamba. Wakaenda kule shamba, anamsalimia mama yake, babake akiingia anatoka. Asalamu alaykum, hakuna baina yake na babake. Kwa nini? Kwa sababu kamzuilia jambo la kwenda katika jihadi. Hii ni fitna iliyozalikana na itikadi na afkari mbaya. Msifikiri kwamba hazipo, zipo. Allah mhifadhi na amsamehe makosa yake, kadhalika amthibitishe katika dini raisi wa awamu sio itakuwa 500 au ngapi wa Tanganyika, Tanzania bara, ambaye ni Jakaya Mrisho Kikwete. Ni rais wa awamu ya ngapi anakuwa? 5 ya 4, awamu ya 4. Wakati wake ni kulishamir haya mambo, na alijitahidi sana kuweza kuyazima. Tena alishamir kule na alishamir huko. Sasa hivi naona kama kuna ukimya. Haya mambo bado yapo. Nasema haya kwa sababu vijana bado wapo wachanga, wasijishughulisha na elimu, na wengi kati ya sisi tulitoka huko. Wengi kati ya sisi tulitoka huko kuna jazba za kikhawariji. Sio zamani tu, sio zamani sana. Mimi nilipigiwa simu kutoka maeneo ya Kibele. Nilikusanya vijana na loudspeaker wakaniweka. Tukatukuuliza ustadhi. Yaani mtu anakuuliza swali, jawabu lake limo mfukoni. Kama ukilijibu kinyume na hilo lilo kama mfukoni, hakukubali. Sasa vijana walikuwa na mori. Na ile picha profile ya status yake yupo yule bwana. Sasa nauliza swali. Ustadhi, tukuuliza swali. Ni mmoja rafiki ya mdogo wangu Abu Asad. Naam. Sisi ni vijana ambao tumejitolea fi sabilillah. Tunataka tuelekee katika jihad. Lakini kuna watu wanatukwamisha. Wanatuambia hii sio jihad. Tupe muongozo. Nikamwambia itapendeza zaidi kama tupo Kibele, pandeni gari, mimi nitalipa nauli, njoni nyumbani. Sababu kijana ampajua nyumbani. Njoni nyumbani. Walikuwa ni 5. Njoni nyumbani. Afu tutazungumza vizuri. Sababu kwenye simu nimehisi itakuwa sio jambo zuri. Kadhalika nikenda kwa wao, jawabu nitakalotoa kwa mujibu lilivyoulizwa lile swali lipo kinyume na wao. Kwa usalama wangu, njoni nyie, sio mimi nije huko. Wakaniambia tutakuja. Ilikuwa ni asubuhi hiyo, sawa. Mimi saa 8 mchana nikawapigia simu. Vipi? Tunakuja. Hapa tunazungumza washasafiri zamani. Kwa maana hawakuja tena. Ila huyu yeye alinipigia hajasafiri. Yeye kama kuna kuuza vitanda Mkokotoni kwanza. Sio tafuta hela au vipi? Kina wengine wamekwisha safiri. Sasa hizi itikadi za kikhawariji zipo. Zinaitakidi kwamba sote sisi ni makafiri. Kwa nini? Tumeridhia juu ya utawala uliokuwepo. Sisi tumeridhia kwa sababu tumeambiwa turidhie kila atakayekuwa amekaa katika kiti cha uongozi. Uislamu umetutaka turidhie kile aliye katika kiti cha uongozi. Ima mmoja kaingia mtu huyo kwa kutumia njia ya kuteuliwa, sawa, kama ni waliyul ahdi au kadha au kadha, au kwa njia intikhabat, kwa njia ya qur'a, kapigiwa kura, au kaingia kwa njia ya as-sayf, kapindua. Muda wa kuwa amekaa kwenye kiti, sisi tunamsikiliza na kumtii. Ndio itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Itabaki kasoro za mtu yeye alizonazo, hizi tuweza tusiziridhie, na tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala muongoze. Na ndio maana moja ya salaf alipoambiwa ukipewa nafasi moja tu, omba dua moja tu, dua hiyo hairejeshwi, akasema tutamwombea dua kiongozi awe katika islah. Kwa nini? Kwa sababu akiwa katika islah kiongozi, mji mzima utakuwa katika islah. Sawa?
Sasa Allah tabaraka wa taala hakuileta itikadi hiyo, katutajia vitu vitatu: adh-dhalim, al-kafir, al-fasik. Kuonesha kwamba atakayeacha hukumu ya kitabu cha Allah, hukumu yake sio kufuru peke yake. Yawezekana ikawa ni katika wajhi wa dhulma au katika wajhi wa fisku, mnielewa? Sio kama ni kafir. Na wanawachuoni sasa ndio wakaja wakatufungulia haya mambo. Miongoni mwao ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Wallahi alazim, mtu atakayepata wasaa wa kununua kitabu Sharh Riyadhis Salihin cha Sheikh Ibn Uthaymeen, juzuu zote, nuskha leo na juzuu 4 na nuskha nilikuwa nayo mimi, akasoma kuanzia juzuu ya kwanza, sio riyadhu yenyewe matini, ile sharhu yake kuanzia juzuu ya kwanza mpaka juzuu ya mwisho, maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah aliposherehesha Riyadhus Salihin, akasoma mwanzo mpaka mwisho, atapata fawaidi nyingi sana. Sababu kile kitabu chenyewe Al-Imam Nawawi amekitengeneza kuna kuzitengeneza nyoyo, ndio maana milango yake mingi yafungamana na kutengeneza nyoyo: babu taqwa, babu sidqi, babu tauba, babu almuraqaba, babu alkadha, ile milango ya kutengeneza nyoyo. Sawa. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen kwenye Sharh Riyadhis Salihin amekuja kueleza juu ya maana na muradi wa maneno ya Allah juu ya kufuru na fisku na dhulm. Kuhusu aya hizi ndo akaeleza kwamba yule ambaye atahukumu kwa kutumia kanun alwad'iyya, kanuni zilizowekwa isiyokuwa kitabu cha Allah, hali ya kuwa akiitakidi moyoni juu ya uhalali na kusilihi kwa hukumu hizi dhidi ya Qur'an, fahadha kafir, huyu ni kafiri. Lakini ateke hukumu hali ya kuwa nafsi yake inamuambia kwamba hukumu zilizo kwenye Qur'an ahaq wa aslah kuliko hizi alqanun alwad'iyya, huyu sio kafir, huyu ni fisq, amejitoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhkam lahu bilkufr bal yuhkamu bilithm, kwamba huyu ni muovu, athim, amepata madhambi. Kwa nini? Kwa sababu amehukumu kutumia hukumu sio kwa ya Allah, lakini hakuridhia hukumu hii yeye. Kadhalika atakayehukumiwa, mnifahamu? Sasa sisi haturidhii haya, lakini inatubidi tunapopata mwizi hatuwezi kumkata mkono sisi, kwa sababu laysa lana sulta, hakuna kwetu nini as-sulta, utawala. Na jambo la kupitisha hukumu za kisheria ni kwa mtawala. Hukumu za kisheria zinasimama kwa mtawala, sio kwa watawaliwa. Kwa hiyo tukamata mwizi tunampeleka wapi? Polisi. Labda tufanye taaziri tu sisi, tumtie bakora basi. Kama huyu kaiba viatu, tunamfanyia taaziri tu basi, tunampiga bakora, usiibe tena kuanzia leo. Lakini hukumu ya kumkata na hatufanyi. Tunamkamata tunampeleka kule, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka. Sasa wakimkata mkono, alhamdulillah, tumeridhia, tumefurahia. Hiyo ni hukumu ambayo kisheria. Wakilifanya kinyume na hilo la kwao wao, sisi jukumu letu tayari limemaliza. Nafikiri limefahamika maana ya haya maneno matatu, kuonesha kwamba hukumu ya kutokuhukumu kwa kilichoteremshwa na Allah sio moja, yategemeana na huyo aliye hukumu yupo katika hali gani. Sasa unemhukumia kwamba huyo ni kafiri, wajua moyo wake upoje? Man adhhara fahuwa, aliyedhihirisha sawa ni yeye, kama huyu kadhihirisha akasema hasa kwamba hukumu hizi hazifai, kama yule mwanamke ambaye alizungumza. Nakumbuka zamani nakumbuka hii ilikuwa ni TVZ kipindi hicho,
alikuwa kihojiwa mwanamke mmoja hivi na maji ya Uarabu meupe, mwanasheria akisema kwamba hukumu hizi za kwenye Qur'ani hizi kama zinavunja haki za binadamu. Zamani sana nakumbuka nilisikia, nimeona kwa macho yangu mkizungumza maneno kama haya. Huyu mbali sasa, huyu ni mbali. Kwa hawa mahukama ambao wapo mitaani hatuwezi kuhukumia ukafiri, bali tutawalingania juu ya kazi hii sio kazi njema. Kama mimi nasomea ujaji nikahukumu, ndugu kasomee kilimo, usisomee ujaji, kasomee kilimo, kapande matikiti. Hiyo sio kazi nzuri ya kusomea. Sisi tutawapa nasaha tu basi, sawa? Kwa sababu jambo la kukaa pale na kumhukumu mtu ni jambo ambalo lataka ilmu ya kisheria, uhukumu kutumia Qur'ani al-Karim, sababu ni kadhi ya maqudhat. Sawa, fikiri imeeleweka hapa. Naktafi huna.